Unajua hili neno framework limekuwa likizungumziwa sana katika dunia hii ya web development. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi tumekuwa hatuna ile picha kamili, hatujui framework ni nini haswa. Na kwa nini hawa developers ama sisi web developers tunahitajika kuweza kujua na kujifunza na kuweza kutumia basi katika kazi zetu. Kama wewe ni beginners, pia kuna umuhimu wa kujua framework ni nini. Katika video hii nitakuelezea kila kitu katika lugha rahisi na mifano ya kutosha kuelewa framework ni kitu gani. Kama utaangalia video hii hadi mwisho, hautoweza basi kuchanganyikiwa tena unaposikia mtu anatamka Django, React, Laravel. Tayari utakuwa unaelewa framework ni kitu gani na kuna framework gani na gani ambazo zimekuwa zikitumika katika upande huu wa web development. So kabla yote tuangalie kwanza hili neno framework ni nini haswa, ili basi tuweze kujua kile ambacho tunakiongelea katika video hii ya leo. Pengine hata hili neno framework kwako wewe unashindwa kuweza kulitolea maana. Ukiulizwa framework ni nini, unashindwa kuweza kutoa jibu ambalo litakuwa ni sahihi. Sasa tuangalie framework ni nini, then tuangalie maelezo mengine ambayo yatakufanya wewe uweze kujua kiundani framework ni kitu gani, zinatumika wapi, zina msaada gani. Framework ni nini? So hili ni swali la kwanza ambalo tunahitajika kuweza kulijibu. Framework kwa ufupi ni kama mfumo wa kuweza kukusaidia wewe kujenga kitu. Fikiria unataka kujenga nyumba. Kuna njia mbili. Moja ni kuanzia kuchimba msingi, kupiga tofali, kupandisha, kuanza kujenga nyumba yako, kusuka zege na kufanya kila kitu wewe mwenyewe. Lakini njia ya pili, unakuta tayari kuna msingi katika hiyo nyumba ambayo unakwenda kuitengeneza, lakini pia tayari tofali zimepandishwa, zege imesukwa vizuri, imeshaezekwa vizuri. Nyumba hiyo unachofanya wewe ni kuweza kuongeza finishing, kuweka madirisha, design ambazo unazihitaji wewe, kuweka rangi, tiles na kuingiza zile thamani ndani ya nyumba yako. Sasa framework inafanya kazi ya kuweza kukupa wewe hiyo msingi, huo basic tayari. Mfano nyumba yako unakuta imeshatengenezwa, wewe unakwenda kumalizia tu. Ndio framework kitu ambacho inafanya kwa upande huu wa web development. Badala ya kuandika kila kitu kutoka sifuri, unatumia kodi na structure ambazo zipo tayari kuweza kutengeneza project zako. Kwa nini framework? Web development sote tunajua ni kazi kubwa sana. Kuna project mbalimbali kubwa ambazo unaweza kukutana nazo. Sasa utahitajika kuweza kupanga routes, database, security, user authentication na features nyingine nyingi tu katika hiyo project yako ambayo unakwenda kuitengeneza. Kama unatengeneza vitu vyote hivi peke yako kila mara, utajikuta tu unachoka mapema na unachelewesha project hiyo kuweza kukamilika. Sasa framework inakupa kama ramani ya barabara. Badala ya kuweza kutafuta njia porini, tayari kuna barabara kuu ambayo imejengwa. Wewe kikubwa ni kuweza kupita tu katika barabara hiyo na kufika kule ambapo unafika kwa urahisi kabisa. So kwa nini framework? Kwa sababu inarahisisha kazi, inaongoza na kuweza kupanga project yako vizuri, inaokoa muda pia. Hebu niweze kukupatia mfano mwingine ambao utakufanya uweze kuelewa kiurahisi kuhusiana na framework. Fikiria unapika biriani. Njia ya kwanza ni kwenda kununua kila kiungo na kuweza kukitengeneza wewe mwenyewe. Unaanza kusaga vitunguu, unaanza kutafuta spice moja kwenda nyingine na kuiweka vizuri. Lakini njia ya pili, unakwenda tayari dukani, kuna zile ambazo wanaita ready made biryani spice mix. Tayari vitu vyote vimeshachanganyishwa humo vizuri sana ambavyo vinahitajika katika biriani, na ni lazima uweze kufuata hatua ambazo zimepangwa ili basi uweze kutumia vitu hivyo ambavyo tayari vimo katika hiyo ready made biryani spice mix. Na hivi ndivyo kama ilivyo katika framework. Inakupa muundo na inakuwa inakuokoa wewe kuweza kupoteza muda wakati ambapo sehemu iliyokuwa haihitajiki kuweza wewe kuchukua muda mrefu katika hiyo project yako. Unabaki tu kuweza kutumia ubunifu wako kuweza kuboresha ile ladha na kuto kuweza kupoteza muda mwingi kwenye vile vitu vya msingi, zile basic kabisa za mwanzoni. Mfano kama hivyo, kuanza kuchambua vitunguu, kukosha dalasini kitu gani, vile vitu ambavyo vinatumika katika biriani. Wale wapishi wanafahamu vitu hivyo. Inakuwa inakuchukua muda mrefu sana kufanya vitu hivyo kuliko kwenda kununua mfano supermarket. Tayari vile vitu vimeshatengenezwa vizuri, wewe ni kuweza kutumia tu na kutengeneza ladha yako katika kile ambacho unakitengeneza. Na framework ipo hivyo katika hizi kazi zetu, katika project zetu tunazozifanya. Sasa labda tuangalie frameworks
na wewe kuweza kuandika mwenyewe kila kitu. Kuna tofauti gani hapa? Kama unaandika kila kitu from the scratch, ni sawa na kuweza kutengeneza gari kutoka katika chuma kitupu, yani chuma kabisa kipo hivi ndo unaanza pale kutengeneza gari. Ni ngumu na inachukua miaka kuweza kufanikisha kutengeneza hiyo gari moja tu, lakini framework inakupa gari ambalo tayari lina engine, matairi na body. Wewe unachoenda kukifanya, unaongeza design zako, unaweka rangi ambazo wewe unahitaji katika hiyo project yako, na labda unaingiza speaker kali za kuweza kusikilizia muziki katika gari yako. Ni vitu ambavyo framework ipo kama hivyo. Manake wewe kikubwa unachoenda kuongezea pale ni yale madoido yako, lakini tayari unakuta umeanziwa na unaelekezwa wapi pa kuelekea. Ndio maana framework zimekuwa zikipendwa sana na developers. Miongoni mwa sababu kwa nini developers wanapendelea sana frameworks, kama nilivyokutajia huko juu, inasaidia sana kupunguza ule muda wa kufanya project, inakusaidia sana kukuongoza wewe katika kukupangilia masuala mbalimbali ya root, database, security, authentication na vitu vingine. Unajua frameworks zina aina mbili kubwa. Kuna backend frameworks ambazo zinashughulika na yale mambo ya nyuma ya pazia. Sote tunafahamu, kama bado haujui backend ni kitu gani, kuna video nyingi sana nimezitengeneza na zipo hapa katika channel yangu, unaweza kwenda kuzitazama, nitakuwekea link katika description. So backend framework zinashughulika na vitu ambavyo vipo nyuma pazia, kama hizo database, authentication, logic za application yako. Mfano wa hizi framework ambazo zimebase katika aina hii backend ni Django kwa language ya Python, Laravel kwa PHP na nyinginezo. Then kuna front-end framework ambazo hizi zimebase na kile ambacho mtumiaji anakiona, masuala ya design, interactivity, speed ya interface. Mfano wa hizi framework ambazo zimebase katika front-end, unakuta kuna React, Angular na nyinginezo. Sasa tuchukulie mfano mdogo, unataka kutengeneza e-commerce website. Ukiwa na backend framework kama vile Laravel, tayari inakupa wewe tools za kuweza kudhibiti product, user na payment. Ukiwa na frontend framework kama vile React, unaweza kutengeneza page ambazo zinabadilika haraka bila kuweza kureload kila mara ile website yako. Ukiunganisha vyote hivyo, frontend na backend, unapata online shop ambayo imekamilika ndani ya muda mfupi kama utatumia hizi framework, badala ya kuweza kuandika kila kitu from the scratch kutoka sifuri wewe mwenyewe. Sasa kwa nini frameworks zimekuwa ni muhimu sana? Kwanza kabisa, framework sio tu inasaidia katika kufanya project yako kuwa ya kukamilika kwa haraka, pia inakuletea wewe usalama, kwa sababu tayari zimepitiwa na maelfu ya developers. Vile vile zina muundo ambao unarahisisha matengenezo. Unaweza ukarudi kwenye project baada ya miezi 6 na bado ukaielewa project yako vizuri tu kama utatumia framework. Na pia kuna community kubwa sana. Ukikwama, kuna tutorials, documentation na support nyingi sana mtandaoni ambazo unaweza ukapata na kuweza kusolve hiyo situation ambayo imekukuta. So kwa nini framework? Kwa sababu ya usalama, urahisi wa matengenezo, lakini pia kuwepo kwa community kubwa ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo unaweza kukutana nazo katika project yako. Kwa ufupi, framework ina msaada mkubwa sana kwa developer, inaokoa muda, inaongoza wapi pa kuelekea, anza hapa, nenda hapa, tengeneza kitu hiki hapa katika folder hii, inakupa foundation ambayo ni salama kabisa. Ni kama kuweza kufanya kazi ukiwa na timu kubwa nyuma yako badala ya kuwa wewe peke yako. Framework inachukua nafasi hiyo pia. Nadhani utakuwa umenielewa framework ni nini. Ni kama ramani na foundation ya project zako. Haimaanishi kuwa hauwezi kufanya kazi bila framework, lakini framework ikikuwepo, maisha yako ya katika kutengeneza mifumo mbalimbali yanakuwa mepesi zaidi. Katika video ambayo inafuata tutakuja kuongelea faida na changamoto za kuweza kutumia framework. Na hapo ndipo tutajua ni wapi sasa framework zinakuwa zinang'aa sana na wapi zinaweza kukusumbua wewe na changamoto zipi unaweza kupanda nazo, na wapi ambapo zimekuwa zikisaidia sana. Kwa hiyo usiache kufuatilia channel yangu, like video hii, weka maoni yako, na vile vile hakikisha kama ni mgeni subscribe ili tuweze kuwa pamoja, tuendelee kushare maarifa na kujifunza pamoja. Asante sana.